Isaka. Hallelujah. Yes. We are trying to prove that the grace of God can make people great. Hapa tunataka tuone, tunajiridhisha kwamba neema ya Mungu inaweza kufanya watu wawe wakuu. Can I give you a secret? Nikupe siri. What you call the word of God, unachokiita neno la Mungu, that you read in the Bible, ambalo unalisoma kwenye Biblia, mostly sehemu kubwa is the testimony of others. Ni ushuhuda wa maisha ya watu. Hallelujah. Amen. Some of the things that you hear Elisha teaching here, baadhi ya vitu ambavyo utamsikia Elisha akifundisha, he is giving you a testimony on how God has helped him, na jinsi ambavyo anatoa ushuhuda jinsi Mungu alivyomsaidia. Inaweza likawa neno la Mungu kwa ajili yako. Kitabu cha Mwanzo is the revelation of Moses about the creation power of God. Hiyo ni ushuhuda ambao Musa alipewa kuhusu uumbaji wa Mungu. So one thing that you have to understand, unachotakiwa kukielewa, when you come to meetings like this, unapokutana kama hapa, listen to the teachings of the sikiliza katika mafundisho ya neno, listen to the testimonies, sikiliza na shuhuda. What Jesus have done to others, Yesu amefanya nini kwa wengine, what Jesus have done to Moses, amefanya nini kwa Musa, can do to you. Anaweza akafanya kwako pia. What God have done to Jesus, alichokifanya kwa Yesu, can do to you. Anaweza kufanya kwako pia. What Jesus have done to me, Yesu alichofanya kwangu, can do to you. Anaweza kufanya kwako pia. This is the mystery of the word of God. Na huu ndio usiri wa neno la Mungu. Other prophets nabii wengine wanajaribu, they tell us, wanatuambia that prophecy for one, kwamba unabii wa mtu mmoja is prophecy for all. Ni unabii wa watu wote. But I've come to tell you, lakini nataka nikwambie, prophecy for one, unabii wa mtu mmoja, is prophecy for all who believes. Ni unabii wa wote watakaoamini. Kama moyo wako umefunguka, the prophetic word for Elisha, neno ambalo limeachiwa kwa ajili ya Elisha litakuwa la kwako. Can I tell you the secret? I may move to this side, naweza nikawa nimekuja upande huu, and I'm prophesying to this brother, naongea na huyu but his heart is closed, lakini moyo wake umefungwa. The sister there, lakini kuna mtu kule, is hearing the word of prophecy, analisikia hili neno, and her heart is shaking, na moyo wake umeamka. This is my word, hili ni neno langu, this is what I was waiting for, this is my word, hili ni neno langu. The power of God, hiyo nguvu ya Mungu will be shareable, itakuwa will be shareable, itaenda kwake, will move to her, itatoka kwenda kwake, the person that was sent to, itaacha huyu, itaenda kwa yule ambaye iko tayari. Apostle Peter, mtume was the one that was holding the prophecy, alikuwa ndiye aliyeshika ule unabii, the gospel to the Gentiles, ili apeleke injili kwa ajili ya mataifa. Lakini Mungu alipompa maono, akaanza kuona mashaka. Mungu akasema, there is another person called Paul, mtu anaitwa Paulo, nimemchagua, nitaenda kumchagua. So as I'm speaking to you, sababu na you better open your heart, lazima ufungue moyo wako. If your heart is open, kama moyo wako ukiwa wazi, God will minister to you. Mungu atahudumia maisha yako. I feel like prophesying. May the Lord help me. I feel like prophesying this place. I am praying that the Lord will help me. Ninamwomba Bwana anisaidie. Oh yes.